Bethel Clouds TV, empowering lives. A worker approved by God. Let's look at 2 Timothy. Kitabu cha 2 Timothy. 2 Timothy chapter number 2. 2 Timothy chapter number 2 verse 14. Then we shall be going through tukiangalia mpaka tuone who is this, because I want us to ask ourselves, am I qualified? Because sometimes these lanjas unaonanga na morning glories ambazo tunafundishana ninakuanga test ya Mungu anataka kukuangalia. He want to give you a responsibility. He want to use you as a vessel. But are you qualified? Are you trained enough to be qualified to become that vessel? Are you ready to become the vessel that God wants to use? Ama you are here because of circumstantial situations that have caused you to be here. Do you love God? Remind them of these things and charge them before God. Remind them of these things. And immediately once you remind them, charge them before the Lord, not to strive about the words, to no profit, to the ruin of the hearers. To no profit, that are to the ruin of the hearers. Remind them of these things and charge them before God, not to quarrel about words, which does no good, but only ruins the hearers. In the verse 15, do your best to present yourself to God as to one approved, a worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of the truth. Hapo tunaangalia, tunaona inasema remind them, wakubushwe. Mambo haya ndio yanasababisha mtu akaonekana ya kwamba amekubalika. Na mambo haya ambayo yamekubalika ni things and charge them before God, not to quarrel. Kwa hivyo mtu ambaye amekuwa approved hana vita na hana ugomvi na watu. Ni mtu ambaye ni mnyenyekevu na ni mtu ambaye anapenda Mungu. Na anapenda kukaa jinsi Mungu alivyotaka tukae. Anapenda kukaa jinsi na mipango ya kiungu ndio aweze kufaulu. Katika kufaulu ni kukua your heart. Ni heart ambayo inajua kunyenyekea. Ni heart ambayo inajua kupenda. Sio mtu wa mahasira, sio mtu wa ugomvi, sio mtu wa kucomplain kila wakati. Maana kuna watu wanakuaga they are first class complainers. Unampatia story tu kidogo, lakini hiyo story ataifanya ikuwe paragraph mzima, akuwe page mzima, ni story ya kucomplain. Ka statement kamoja ati alikuja akaputa mlango imefungwa, akasema mimi nilifika hapa ile wakati uliniambia, lakini nikakuta mlango imefungwa. Unajua wakati nikifika tu hapo nikakuta mlango imefungwa, nikarudi pale nyuma nikajaribu kukupigia simu, nikaona uchukui simu, nikakupigia tena ukusikia. Sasa mimi nikarudi mpaka pale chini nikakuta, hata nikakuangalia nikaona gari yako haiko tena, nikarudi nikakuta bado mlango imefungwa. Unajua nimekaa sana hapa na nimejaribu kukugoja hata masaa mingi nimetumia. Yaani unakuta story unamwambia basi I'm sorry nimechelewa, hakuna shida nimechelewa. Lakini unakuta atarudia haka story mpaka anataka kaingie kwa akili kabisa. Mnaenda mkiongea, unajua nilikuja hapa mapema. Hata hawa watu nisingechelewa sana hivi. Nilifika tu hapa nikakuta mlango. Namwambia, "Ndio, nakumbuka umeniambia mlango ilikuwa imefungwa. Sasa tuendelee hapo kwingine." Lakini hapo unajua ukisema masaa huwa tunasema masaa imefika mzuri, kwa sababu sasa unaona sasa kuna watu wengi sasa walikuja. Hata kuna mama mwingine niliona alikuwa ametembea hivi akateremka. Sasa namwambia I'm sorry, nimekubali hayo yote, sasa tuendelee. Mnapiga story kidogo tena nakwambia wakati nilikuwa nimesimama pale wakati ulichelewa kufika. Sasa unashinda huyu mtu ni kofi utapiga huyu mtu aondoke, ama ni maneno utashinda tukirudilia kitu kimoja. Na watu wako unakuja naita mtu tu kwa sababu ya kakitu kadogo unaona amelipuka. Anakulipukia mpaka unashindwa wewe. Kaliki giadhi na mbele. Because these are quarrelsome people. Hii maneno nakuta you have to be composed. Na ndio Paulo anawaambia watu, mkuwe composed, muwe watulivu, ndio huyo mtu ndio ukue approved to be a worker, a good worker for the kingdom. Ukue mtu wa kunyenyekea. Si mtu wa vita,
Si mtu wa kucomplain. Mtu wa kucomplain, mimi nikisikia tu, hebu jaribu unote. Ukinipigia simu uanze tu complain kidogo, nakatanga hiyo simu. So, you don't need to complain. I have picked. Yes, I didn't pick. Sikuchukua wakati ule ulikuwa umenipigia. Kwa sababu nilikuwa nazungumza na watu wengine. Bwana Yesu asifiwe sana. You irritate. Unasukumusia kitu kimoja. Atieni. Sikutaka yote nilipoenda hapo nikatoka hapo nikapeleka mama yangu hospitali. Sasa wakati nilikupigia nilikuwa nafikiria utanitumia pesa. Sasa tukakaa hapo tukahangaika. Hata ni ndugu yangu alinisaidia. Na huyo ndugu yangu sasa alianza kukomplain. Hata sasa hizi ndugu yangu hiyo pesa alinipatia ameanza kuniitisha. Sasa uniambie unataka pesa upatie ndugu yako, maana ndugu yako anakuitisha. Badala unipatie story venye mlikopana, venye mliongea, venye mlifanya, venye ulikasirika. Sasa hata kama ulikasirika, sasa so what? Si uchukue makasiriko yako weka kwa mvuko. Don't complain beyond that. If somebody has said yes, I agree, I am late. Sikufa. Tulipanga na wewe tuende Mombasa ama tuende mahali tukunywe kahawa. And all of a sudden I was not able to make it. So should you make it a complaint? You not make a. And this is what the Bible is telling us. Inatuambia ya kwamba ni tuwe watu, remind them, ni wakubushe. Hiyo maneno ni kasheshe na si kasheshe mzuri. Wacha kucomplain. Ukiniambia yes nikikwambia I'm late, yes I'm late. Tosha kana hiyo. Tuendelee na safari hiyo ingine. Because when you complain, you look unapproved. Because you are irritating. When you continue talking, you bring out irritations. Na hizo irritations zinakudisqualify from an approved worker. Bwana Yesu asifiwe sana. Na watu wengi kwenye interview tunaangalia watu kama ndio naonanga tunatakaka kukaa na mtu miezi 2, haujampatia kazi kamili. Hata kama umempromise utampatia kazi, unakaa na yeye miezi 2. Ndio umwangalie huyu mtu atakusaidia kwa kazi yako ama ni subua. Tunaongelea mambo ya masubua hapa sasa. Huyu ni mtu mwenye atakusaidia kwenda the next step ama ni subua. Kazi yake ni kurudididia mpaka unashindwa. Huyu mtu sasa akiwa ni kurudidia na ukimwacha kwa ofisi. Bwana Yesu asifiwe sana. Then you will be disapproved. Utakuwa disapproved kwa sababu you are not qualified. Bwana Yesu asifiwe sana. The people who are qualified, they take one statement na wanajua the next statement it was supposed to be this. Bwana Yesu asifiwe sana. Unachukua statement, unasikia venye nimeongea tu, hiyo ingine unajijasia na unaendaga. Si kukaa kutoka hapa naambia to document odie tugehajetera mlango ine todhiogana. Oh yeah, masubua leo nitawamaliza. Bwana asifiwe sana. I remind you of these things and charge them before God. So whatever I am doing to you is that I am charging you before who? Before God. Because kule biguni Mungu anahapendi masubua. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu uliza mwenzako hapa mnakaa karibu, muulize wewe unaweza kuwa ni subua? Uliza huyo mtu kama ni subua. Maana kama kitu tumeagana tumemaliza hiyo story na iishe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hiyo story na ikwishe mahali hapo. Maana tumekubaliana hii story tumemaliza. Lakini mumeongea tena unasikia hiyo mtu amerudisha hiyo story. Hii tena mumeongea na ilikwisha. Tena kesho mkikutana kwa meeting hiyo story tena inakuja. Ile story mlisema imeisha tena inarudi kwa mesa. Sasa unajua unaona huyo ni subwa. Na kuna mabibi wanakuaga hivyo. Na kuna mabwana wanakuaga hivyo. Atasema kikombe uliagusha. Na hii kikombe unajua nilinunua pesa ngapi ndio iaguke. Angalia venye sasa imebomoka rangi. Hii kikombe unajua, hii kikombe nilitoka hapa mpaka nikaenda Nakuru, nilinunua Nakuru. Na hii ni gift ilikuwa. Sasa unamwambia yes. Lakini ishabomoka, imeaguka, imevunjika. Sasa let's move on. Imevunjika. Unaleta mnaongea, mnamaliza kabla amalize ugali. Analeta story ya ile kikombe. Sasa unashindwa hii mtaongea story hii mpaka lini? Sasa hii ni kitu hata Mungu anasema hapendi. Irritators, people who will nag you. Hata kwa sababu umeshikwa na tumakasiriko kidogo unalipuka, unabomoka. Sasa unashindwa huyu mtu ni namna gani? Huyu mtu tuliongea hii kitu tukamaliza. Hii kitu tulizungumzia tukamaliza. Why are you returning it? Because you have a specific interest. Na hawa watu kama hao ni gumu sana wanapata kazi ya kukaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na how God anasema they are not approved.
Sasa utakuta umerudia klasi, ulikuwa umepita mtihani, ukarudia klasi nyingine, mwalimu huyu mwingine amekuja first term, first week, first Monday. Ameongelea tu umeanza mambo ya irritation, unarudishwa ile klasi ulikuwa. Tena unaanza tena safari nyingine. Tena unaenda, tena unakuta watu wengi hapa. We have repeated the class, not because we deserve to repeat the class, because of irritation. Because God does not want those people that irritate. Angalia mtu kama anaitwa nani? Sister ya Musa na brother ya Musa. Wakati walifika mpaka wakaanza kusegenya brother yao. Na Mungu alikuwa amewakataza. Na Mungu alikuwa amewaambia mamlaka nimepatia brother yenu. Sio nyinyi, hata kama mnajua kuongea vizuri, mamlaka iko na brother yenu. Wakaanza tena story nyingine. Ilifanyika nini? Walimalizwa. Kwa hivyo katika kurudilia maneno unamalizagwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna kumalizwa na kuna kwa hivyo angalia ni nini imesababisha wewe umekwama mahali umekwama. Hebu jiulize na uangalie the steps that you has happened in your life. It is because of irritative kind of nature. And this disqualifies you for the next move of life. And it is God who will disqualify you. Not even man. God will disqualify you. Because God is looking for that straightforward person for the purposes of his kingdom. The straightforward person for the purpose. Mtu anasikia kitu na anafanya interpretation na anaenda. Nasikia unaona kitu pale na unafanya interpretation yako na unaenda to the next level. And then you'll be able to survive. Because God is not looking for watu wa msuguko. Watu wa msuguko roundabout ni watu ambao wamekufa. Ukiona unazungukilia one agenda na hiyo agenda is prompted by one reasoning, then you are dead. Inside you, spiritually you are dead. If you discover whatever that makes you the same thing that made you angry last time, ndio the same tena imekufanya umekasirika na umerudilia hiyo kitu, inside you are dead. You need to be resurrected. Unafaa kufufuliwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na unafaa kubadilika, maana ni Mungu mwenyewe anasema hivyo. Anasema and charge them before God not to quarrel about words which does no good, but only ruins in hearers. These things they ruin. Zinafanya wale wasikilizaji wanasikia irritated. Baka hiyo mtu unaona amekasirika vibaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukikaa hiyo kitu ya kukaa ukikasirisha watu wanaendaga na kuzoea na wanasema huyu mtu hata ukigawa kazi zote huyu mtu ujichuge sana. Ndio unakutaka kwenye mkutano unaona watu wawili wamerudi nyuma wamekuacha uendage mbele, unaambia notakae huyu ni subua, atatusubua. Kama kuna mtu atatusubua na ujichuge sana ni huyu. Sasa unakuta kule ile sura mzuri mlitoka nayo huko, wakirudi kwako unakuta hiyo sura ni kama imeisha. Maana kuna karipoti kingine huyu mjamaa ameabiwa na hakuwa nayo. Sasa anaelewa anadili na mtu ni subua. Kwa hivyo anytime anajua huyu anaweza kulipuka na anaweza kuharibu chochote mlikuwa mmepanga. Kwa hivyo the main agenda ni kudili na yeye. Ukimwangalia hivi unadili na yeye ukijua huyu anaweza kulipuka anytime. So unaedaga ukiangalia upande, maana mlipuko yake hujui itatokea kwa mguu, itatokea pande hii, itatokea uko mbele, itatokea mahali. Sasa unakuwa very careful. Sasa watu wakianza kukua very careful na wewe, kuna vitu hautaabiwa na kuna vitu hautakubalisha ufanye. Maana they are worried of you and they are worried of any repercussion because the words zile unawachiliaga si mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. So that one, it's one thing that disqualifies you from becoming the purpose of God. From becoming the reason why God created you. Look at your nature. Look at why you failed wherever you have failed. Why you failed in what you are supposed to be doing. It is because of your irritating nature. Alafu namba hiyo ingine, do your best to present yourself to God as one approved worker who has no need to be ashamed, rightly handling the word of truth. The truthness. Kuwa mtu truthful. It is very important. Kila kitu unachokizungumzia unakizungumzia kutoka kwa moyo ikiwa ni kitu ya kweli. Maana hiyo haitakuweka kwenye aibu. Watu wengi wanajikuta kwenye aibu ya maisha ya kidunia kwa sababu kuna kitu kilifanyika lakini ilikuwa umeweka uongo ndani yake. Ulikuwa umeweka mambo ambayo sio kamili ndani yake. That is why you have found yourself in a situation that has caused you to be into shame.
Bwana Yesu. Kwa sababu ulitaka tu kutakanya, ulitaka tu kuruka kitu kamoja tu, kuruka tu ka step kamoja. Kumbe ka step wako ulikuwa unataka kuruka kamoja, kumbe ndio kalikuwa the reason, the mutego. Kwa hivyo the truthfulness, what you always say, whether you are in a situation that is compromising, ongea tu ukweli. Be truthful. Ongea wakati wote, sema wakati wote, whether it is demeaning, whether it is not working for you, whether it is something that is not prudent to the purposes, ama mahali huko unastahili, unaona unastahili kuongea kauogo. Hapana, wacha kuongea, ongea tu ukweli, maana saa hii utawekwa chini, lakini kesho hiyo ukweli itasimama na wewe. Bwana Yesu asifiwe sana. Leo watasema wewe ni mtu haufai, watasema wewe mtu haustahili kukua, lakini kesho whatever utasimamisha itasimama, maana jana uliweka msingi ulio wa haki, msingi ulio wa kweli, msingi ambao unakubalika. Yani your word, watakuwa wakisema this is a man of his word, this is a woman of his word, because what you say, it is what will be perfected. Verse number 16 please, tuende kwa 16. Inasema, but avoid irrelevant babble, for it will lead people into more and more ungodliness. What is a babble? A babble ni mazungumzo ambao hayana Mungu ndani yake. Ni moshene. Ni backbiters. Watu, yani hakuna kitu ya maana unaweza ongea, ni kuongea huyu mama venye alikuwa amevaa, huyu mama venye alikuwa amefuga kitambaa yake, huyu mama ile nguo venye alikuwa amekaa, huyu mama, huyu mzee venye alikuwa, yani the babble, the words that are not godly. Maneno ambayo unayoyazungumza hayana uungu ndani yake. Ni maneno ya kufanya kudimini watu wale wengine, ni maneno ya kuagusha watu wale wengine, ni maneno ya kufanya kuonekana ni kama watu wengine hawafai. Yani mtu alikuwa na hubiri ile kitu, unaanza kudiscuss, see the content ya mahubiri, ni venye huyo mtu alikuwa amevaa, ni venye huyo mtu alikuwa ameshika microphone, ni venye huyo mtu alikuwa anarukaruka. Yani the content itself unakuta haikubali, sio kitu ambacho mnakizungumzia. Hamzungumzii content ya praise and worship team, hamzungumzii content ya kanisa. Ile kitu unakuta unazungumzia ni the failures, ni matatizo, ni the weaknesses, weak points. Hizo ndizo mnaconcentrate nazo. That is being ungodly. But shun profane and idle babbling, for they will increase to more ungodliness. The more you babble, the more you speak unclean things, they drive you, zinakutoa kwenye nini? The presence of God. And then you are left hanging around. Then it leads you to more and more ungodliness. Sasa ndio unakuta umekuwa kama mtu kakusegenya stories zako, watu wote wanakujua Muhahe. Ukitaka kujua Muhahe, nenda kwa fulani. Ukitaka kujua stories zote za Nairobi, nenda kwa mtu fulani. Ukitaka kujua kijiji, nyumbani Geshagi, nani alikula sukuma na nani hakukula sukuma, ndiye kwengania. Ogeda mushane wa kodo gwothe, ndiye kwengania. Todo this mtu amezoea maneno kuongea Muhahe tupu every time. Hakuna kitu ya maana anazungumzia, hakuna kitu ya maana ako nayo inatoka kwa mdomo yake. So this one disqualifies you from a worker in the kingdom. You can never be promoted by God. And these things tunaambiwa they are charged to God, so that God can bring or can give verdict. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii Timothy alikuwa anaitwa Paul, alikuwa ana charge them to God. Pelekeni Mungu. Hawa watu ambao wanasema hivi, wapelekeni watu hawa wote kwa Mungu, ndio Mungu atoe maamuzi. Halo. Ndio Mungu afanya nini? Atoe maamuzi. Verse 17 inasema, and their talk will spread like gangrene. These are people that kakitu kadogo kata spread like what? Gangrene ama cancer. Hymonius and Philetius are the sort, and their message will spread like cancer. Unasikia kastore kalianza kakiwa kadogo. That one inasema nasema kuna watu walikuwa wanaitwa Hymonius and Philetius are of this sort. Atuache mambo ndio unaona sasa anasema fulani na fulani wanakuwa na tabia gani, kwa hivyo mumuepuke. Kwa hivyo umeuswa. Bwana Yesu asifiwe sana. Umetakaswa na wamesema fulani na fulani ni wa hii tabia.
Sasa unaona, utaingia kwa ofisi yangu, mimi ninajua tabia yako ni gani. So hata ukiingia nitakushughulikia mapema uniondokee, ama niambie mtu amenyangalia pale nimwambie wewe fanya nini, wewe mwambie si yuko na niko kwa ofisi, na kwa sababu najua kile kitu nataka kuja kuleta kwa ofisi yangu ni ujinga. Bwana Yesu asifiwe sana. And their message will spread like what? Like cancer. Hymenaeus and Philetus are this sort. Ni watu wanakuwaga na tabia kama hiyo. So watu hawa wanatangazwa na wanajulikana ya kwamba huyu na huyu na huyu si watu wazuri sana. Hata hapa mimi naambiaga mtu akikuja ujihadhari sana. Na unajua mama fulani, naambia huyo simjui. Kuna mama ako pale ako na nguo ya yellow, na mwingine ako na nguo ya green, na mwingine ako na nguo ya purple. Katika kanisa hii wao ndio wananipatia shida kubwa sana. So ujihadhari na wao. Nisha kumaliza. Sasa unakuja unasema Bwana asifiwe sana, mimi naitwa Jane na napenda Yesu, na wakati ulikuja ni Mungu alinisugumusia. Already unajaza Mungu alinisugumusia. Unajua kamoshene imeanza. Ya Mungu alisugumusia. Alafu sasa anafanya burada ingine, wakati nilikuwa na Mungu akanisugumusia. Akaniambia kuna matatizo unakuwa nayo. Basi unajua ndio yule mkora ndio ameanza kazi. Ameanza kazi sasa unasikiza sasa sasa unamkaa mnugani ukimwaga atakupatia story. At the end of the day nakwambia Mungu akubariki na anaenda. Unawachwa wapi? Hapo na mshene yako. Tena namuona mama huyo tena ameenda kwa mwingine, tena namuona ameenda kwa mwingine. Sasa unakuta huyu mtu ushajulikana, and that prompts your failure in life. Mahali popote, kwa kampuni, kwa kule unafanya, kwa idara ambayo unafanya, unakuta watu wote ukienda kumkaribia unaona ametoa kasimu na hakana voice, hakana mtu amepiga hello hapa, ni kama hakuna network. Hello, hebu niende mahali, ngoja kidogo niko na simu. Na unaona akipiga kwa nambili mfuate, hana hata simu imerudishwa kwa mfuko. Alikuwa anatafuta excuse ya kukuondokea, maana wewe ni sumu, wewe ni kasaitani kadogo kana kaaga hapa duniani. Bwana Yesu asifiwe sana. So we need to avoid these things ambazo zinasababisha watu watuondokee, because they disqualify you. Bwana Yesu asifiwe sana. They disqualify you from being approved. Any person to be approved to work, you must be a person of integrity. Mtu mwenye anazungumza ukweli, mtu ambaye si subua wa kurudilia maneno, ni mtu ambaye mkiongea neno moja linatoshekana. Ukiambia tukutane Kencom, full stop. Sasa kuna mtu unamwambia tukutane Kencom, anaanza kukuuliza, sasa tutapita Tomboya ama tunapitia Moi Avenue? Unamwambia tupitie Moi Avenue. Lakini si Moi Avenue, si tungepanda hivi tuende na Harambee, alafu ndio tuende hivi turudi hivi, kwa sababu hapa kuna kuaga na jamu. Unamwambia tuende. Lakini unajua sasa tukirudi hivi ni kama tunarudi nyuma. Sasa unamwambia, sasa wewe unaonaje? Ndio unaonaka nabiega mtu, tumia akili yako, kwa sababu sasa nimeona umeanza kunyonya akili yangu, na hiyo ni ujinga unanipatia. Unajua tulisema ni Kencom, tumia maarifa uende Kencom, pale iko. Tukutane wapi? Hapo. Sasa verse 18 inasema who have served from the truth, saying that the resurrection has already happened. Unaona ile story walikuwa naambia watu ati already resurrection imefanya nini? There are people who are spreading a lie, not the truth. These people that spread a lie for the sake ya kupiga mtu, kuangamiza mtu, ni kwa sababu ako na kitu ako nacho ndani ambacho kinafanyaga huyo mtu hakuagi na promotion. Kwa hivyo don't spread a lie. Before you speak, hiyo story ulisikia, approve it. Unatafuta tu kaishu kadogo ambacho kanaweza kupelekea mpaka hiyo uongo ikuwe ni kama kitu ya ukweli. Na kuna watu wanajuaga kupeleka, kutengeneza kauogo kana kuwa katamu. Kakola kuwa katamu. Na ni kauogo kasuri. Mpaka ukisikiliza hiyo uogo naona kweli. Mpaka unaona mtu anafanya mdogo. Yaani nao yake uogo anaweza kunifanya hivyo. Na ni uogo. Verified. Don't be. Mtu akuogeaga. Before you speak about Joel, taka kufuatilia. Hata enda kwa Joel muulize, hii maneno nasikia unaisikiaje? Nasikia ati wewe ndio uliiba ile speaker ilikuwa pale.
Ni nani anasema mwambie usimfiche ni Roda? Alikuwa anasema, na walikuwa na Nancy, na ndio walikuwa anasema hiyo, ndio make it, yani ongelelea mpaka sema ni wale walisema, ndio proof ipatikane, ndio mkimaliza hapo kukuwe na conclusion. Joel hakuiba. You will never receive anything, any promotion. Utangangana kanisani, utangangana kwa kila maisha, no promotion. No promotion at all. Utazoea, utakuwa kisuguka. Na hao watu ndio wanajipatanga kwenye roundabout spirit. Spirit unaonaga huyo mtu ako busy, anaitaka ako busy. Unajua watu wa roundabout ni wabaya, maana wanakuaga busy wakifanya kitu, lakini hiyo kitu hakiwatoagi, yani kana kuaga hivi tu, anazunguka tu miaka yote. Eda hapa Rivaroli kuta kuna tumutu tunakuaga Rivaroli, hakuna duka hajui ile inauza kitu. Ukimuuliza tu duka ile inauza kama microphone ile ya bamboo, haraka anakuambia ni kwa ngani, si ni kwa yes, ni kwa Monica, kuja nikupeleke. Anakupeleka huko, unaenda unanunua. Yeye ndio anakutana na mwingine, tena mwingine anamuonyesha, anakutana na mwingine anaonyesha. By ikifika jioni anakuambia nitamakogwa uranya nale wana mabadi dile hivi unaniona hata tikiti ya kwenda nyumbani, lakini ameonyesha watu karibu 50 maduka. Anajua kila duka, lakini hajui kutafuta pesa, because wako ndani ya nini? Ya roundabout spirit. These people are the busiest and the most hardworking people, because they are ever working, ever moving. Kumbe aliweko ndani ya roundabout spirit. Hatokagi. Na roundabout ni afadhali ukue kwenye limitation, maana ukiwa kwenye limitation utapanda ugoge pale, ujue hapa kuna kitu kinanizuia. Huyu wa roundabout hajuagi, anashidaka tu akizunguka, hajuagi. Na roundabout hiishagi, ile yetaka na haonagi ni roundabout, anakuaga busy kutoka asubuhi mpaka jioni. Kuna watu wako hapa, maburoka wako hapa. Kama wewe ni buroka, inua mkono juu. Buroka wa makanisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Sasa hiyo ndio inakuzuia, maana inakuweka ndani ya mtego ambayo inazuia maisha yako, na utangangana maisha yako yote and nothing will happen. So you angalia mahali ulikosea, maana it reduced the faith that you has for God. It reduced, bana kuna mtu hiyo kauogo kako kaliinja mtu, kalisababisha mtu akaumia. Hako kauogo kako kalisamamisha mtu akakufa moyo. Na ndivyo walikuwa wamejitolea kufanya kazi kanisa hii. Akasikia ile maneno imesemekana, na alisemekana kwa sababu alionekana kwa aposto mara 2. Sasa unasikia mtu akisema niyo kanitheo digosha ukagodhi. Na kumbe alikuwa amekaa miaka 5 hajawahi kwenda kanisa, because alikuwa amekosa meaning in the church. Aliposikia na alipoangalia kwa YouTube akaona aposto venye anahubiri, akaona hapa kuna Mungu, wacha niende. Na akakuja akaona Mungu, akakutana na Roda, mwenyeji wa kanisa. Roda akamuinua, akatoka tena. Sasa utakuta kuna watu wako nyumbani wametoka kanisani kwa sababu yako. Ni watu wangapi? Watu 100. Kule biguni ndivyo kumeandikwa kitabu. Roda ama Karioki amesababisha watu 20 wanateseka. Maana wakati huyo mtu alikosa imani, mwingine alienda akakunywa dawa akakufa aondoke. Sasa hiyo umeandikiwa pale, wewe ndio uliua. Sasa naangalia, na hapo unangangana unataka kuwa leader wa kanisa, hapo unangangana unataka kuwa mwenye biashara, hapo unangangana unataka kuwa kiongozi, hapo unangangana unataka kuwa kujabu. Kumbe kule biguni kitabu imeandikwa huyu si mtu wa kuaminika, na chapter yako imefungwa. Sasa angalia, hebu uliangalia mwenzako, usimzungumzie, angalia sura, itakuonyesha sura ya mtu mwenye amefugiwa kule biguni inakuwa stoni, inakaa kama kimawe hivi. Hebu angalia mwenzako, uangalie sura yake, utaona. Angalia mzuri, angalia neighbor. Ukiona hataki kukuangalia ujue ni rejected kule biguni. Bwana Yesu asifiwe sana. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal. There is a solid foundation of God, and this foundation iko na seal. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo chochote unafanya kiko na msingi wake na kiko na siri, na imevuga, imesemekana huyu hatumutaki na asipatiwe chochote.
Sasa kuna watu hapa mmeng'ang'ana, mnashindwa. Watu wengine wanakuja, ulianza hapa, tulianza kanisa na wewe, mtu mwingine amekuja na kiherehere yake na amefanyika pastor, na wewe umehang'ia tu hapo. Mtu mwingine amekuja na kiherehere yake amefanyika chairman, na wewe unahang'i tu hapo. Mwingine amekuja kiherehere yake na maana amefaulu. Hata kule ametoka maana Mungu alimtoa kule, alikuwa ana mground. Unajua kuna watu wengine hapa, mko hapa na mko nasari, ni kutrainiwa, mnatrainiwa ndio muondolewe hapa, mpelekwe kanisa lingine, mwende mkafanye kazi. Kwa hivyo usikuje kukuambilia hapa atiseme ati nyeko digi makole, that was my last point, my last what, my last key, my last bus stop. Mimi nilifika, hata hiyo gari yangu niling'oa. Hapana, you could have been sent here ukutane na ruthless man anaitwa Apostle Dora, because me am ruthless. Sasa niambie wewe, utakuja nikutrain namna gani? Wewe ni msofty, lazima I have to harden you. Utakaa kama mimi. Haukula risasi utakula, lakini risasi za kiroho nitakuwekelea. Nitakuwekelea vizuri na nitakusukuma. Najua mtu kama huyu hakuagi akifikiria kama utatoka. Ati sasa ukitoka ni nani tutaweka? I don't care. I am one man guitar. A full house myself. Ninakuaga full house. Ukitaka niibe hata kama sauti itatoka baya, lakini wimbo itatoka. Si ndio? Mashini zikiharibika pale tunaziaga, naambia weka juu. Ninamwambia padisa juu, shukisha chini. Kwa sababu ninajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukikufika kwa Biblia ninaijua. Ikifika nikufagia nyumba, mimi nimeishi kwangu 15 years bila mke. Sasa mimi ndio naoshaga nguo. Mimi ndio nimeosha nyumba, nimeosha sufuria, nimepika. Si unaona hii mkono imechomeka kidogo? Nilishika sufuria nikifikiria ni baridi, ikachoma. Sasa si unaona niko full package. Yes, because nimefundishwa na dunia. Na kama nimefundishwa na dunia, mtu kama huyo wachaga kucheza na yeye sana. Maana anaweza kukufuja venye alifujwa ni dunia. Wacha kucheza na yeye sana. Hakuagi mtu mzuri, anakuaga na kigunyo hapa juu. Mtu kama huyo si pastor, mimi amnoti. Ndio naambia mimi si pastor, mimi si mwalimu, ile walimu wa kukubebeleza. Tio baby, unajua neno la Bwana linasema mtu ule ambaye ni mnyenyekevu, watulivu ni wale ambao watanyenyekea, maana ufalme wa mbinguni ni wao. Sikiliza, kama utapatana na lugha hiyo kutoka kwangu, labda nikitukiwa kule mbinguni. Lakini hapa tuko nao, utakuwa ukiniona anytime unaniona, unaona huyu jamaa hajaokoka. And that is how I've been trained. And you must live like so. Si unaletaka ujuaji unatulisa. This is a base. This is a military base. Lazima ukae gumu. Hapa hakuna kubebereswa. Uwe nani, usiwe nani. I will command, and I command everybody. Hata Siruto na command. Amenipeleka wapi? Alafu utagedha kana mundu toshi. Angalia sasa, anza kuja kuleta mdomo yako. Sasa tunasema verse 19. Nevertheless, the solid foundation of God stands. It stands. The solid what? Foundation. Kwa hivyo lazima usimame kwenye msingi ule. Maana huo msingi bado unasimama. Hata kama utakuwa na mshene, simama kwenye msingi. Hata kama utakuwa na weaknesses, simama kwenye msingi. Maana utarekebishwa. Kaa hapo. Irrespective of how you are being handled. Kaa hapo. No iwe mukamba? Irrespective ya umayai yako. Najua ni mayai. Sasa irrespective ya umayai yako. Kama ukae kama Shiko, unaona Shiko sasa amekuwa jeshi. Shiko alikuwa anasikia wakiwa na Josephine watatoka pale kwa praise and worship. Sasa wananipigia kwa simu, wananiambia if there is anything good you did to us, ni hiyo. Sasa tumeanza kujijua. Tumeanza kujielewa. Lakini walikuwa najua wakitoka praise and worship team imeanguka. Alikuwa anafikiria hivyo. Bwana Yesu. Sasa kule Mungu walipoondoka, Mungu akaitengeneza. Na pale walienda wakainuliwa. Sasa hawa very soon watamwagiliwa mafuta. Na utawakuta huko wakihubiri. Maana they will have discovered that they were not meant to sit there. They were meant to sit here because of another cause that God wants them to be. Utakuta wako ng'ambo wakihubiria watu. Utawakuta South Africa wakihubiria watu. Lakini ukiwauliza si wangeendelea kukaa huko. Sasa mimi niliona hawa ni nani na nikajua wataleta shida, nikawaambia kaa pale. Na siku mtakosa service hata moja, mtajua mimi ni nani. Nikawahusia uoga. Kwa sababu I saw this person is potential. Na ni mtu amekuwa fragile. So gonga na ukae na yeye. Na ukiona anachomoa mguu na weka chini, unaagusha. Unamuuliza uko dia yako.
Ilikuwa naenda wapi? Mpaka akuwe mtu. Produce. Mimi dunia ndiye imeniproduce because nimetrainiwa. Kwa hivyo I have the capacity to produce you. Sitakaa hapa najua wewe ni mhubiri na kwa sababu wewe ni kiwoga nitadili na wewe mpaka uhubiri uchomoke. Utaumia. Unaenda unasema ni zote sitarudi yoga. Ya hata kuna Mungu huko. Ukifika Sunday naambia Mungu mlete. Unakuta nikiwa ruthless kuliko Sunday hiyo ingine. Mpaka unaona shetani. Every time ukikuja hapo unaona shetani. Mpaka wakati utaanza kuona Mungu in me. Sasa ndio nitalirent. That is how the foundation of God is still solid. And it stands. Having this seal, the Lord knows those who are his, and let everyone who names and the name of Christ depart from iniquity. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anajua wale watu wake. Anajua ni kwa nini alikuleta hapa. Alikuja kukuvinya ndio ukue kitu ile anataka. Because you have a purpose. Lakini ulienda huko nje ukapotezwa na watu wa dunia. Ukapotezwa na mapasta walikubebeleza. Ukapotezwa na evangelists walikubebeleza. Hawakukwambia ukweli maana waliona ni kama utatoroka na utoroke na sadaka. Mimi nakugonga na kwambia beba sadaka yako kwenda nayo. Saki sadaka yako. That is the God we are serving. Bwana Yesu asifiwe sana. The God we are going to serve, this God ambaye si wa kupakwa matope. Ni kusimama na kusimama na njia zake until we make it through. Until we go to the other side, because God has a reason for us. The Lord knows who are his. God anajua. Sasa hata mkitoka mwende, Mungu anajua ni watu wangapi wake hapa. Hata mkae hapa mjae huko, anajua hapa niko na watu wangapi? 5. So God it doesn't matter to God. It doesn't worry to God. What worries to God is producing his product, producing his vessel, producing what he wants to use. Because God only produces for himself what he wants to use. So it doesn't matter who you are. It doesn't matter what kind of a person you are. Vumilia tu na ukae jinsi Mungu anataka. Ukiona ati wewe ndio unaonanga wewe sasa bila wewe hatuwezi kufanya, hebu enda sikubiri uone kama huko kutafugwa. Utakuta mpaka kumiongezeka. Kumbe ni wewe ulikuwa unazuia. Bwana Yesu asifiwe sana. Na verse number 20. Time yetu imeenda sana. So, but in a great house there are not only vessels of gold. In what? A great, there is what? There is not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some for honor and some for dishonor. Sasa hapa, kuna watu ni matope tu. Hapa. Na kuna watu ni gold na kuna watu ni silver. So some are for the honor of God. Na kuna wako hapa for the dishonor. So that's why I'm not worried about who is coming, who is going, who is here, who is not. Because there are people here ambao ni matope tu. Kukinyesha, hiyo matope itayeyuka, utakutana nayo kwa barabara. Unaona haka ni kale kama matope, kale kitu kanyugu tumetengeneza. Ndio hako unaona kakienda hivyo kakiwa kama matope, kameenda. Unarudi kule unakuta the gold and the silver ziko strong. So do not be worried of who will leave you, who will not leave you. Not be worried of whatever that is happening around you. The foundation of God is stable. It is strong. Whatever is happening in your marriage, whatever is happening in your business, whatever is happening at your workplace, the foundation of God still stands. So whatever that is not godly, itaendoka. But which is of God, itabaki. And you need to stand and walk and live the way God has decided you. Kaa venye Mungu anataka. Do not sit down on the opinion of people. Do not be there on the opinion and how people will say about you. Stand with the foundation of God, and God will establish you, because you are for his honor. But if you are for his dishonor, you cannot be able to withstand the pressure. Kwanza kama hii kanisa hii yetu, hii huwezi kuwithstand pressure huko. Iko ni ngumu. Iko ni ngumu. Unatokanga ukiwa gorodi. Piwa gorodi hapa. By the time uchomoka hivi, you will be gorodi. Hallelujah. Verse 21 tumalizie hapa maana naona saa 8 imefika na kuna watu wanaenda kazini. Therefore, if anyone cleanses himself from the letter, he will be a vessel of honor. If you cleanse yourself from what? The later, hiyo story yote tumeongelea, you become a vessel of honor. Sanctify and useful for the master, prepared for every good work. So once you pass the test,
Every good work itakuwa yako. Every good favor itakuwa yako. Every good thing itakuwa yako. Whatever that will be happening around you, every good things, because you have passed the test. A vessel ready to be used. A worker approved by God. Tusimame kwa miguu yetu. Bethel Clouds TV, empowering lives.